Mitandao inawaongoza vijana na wanashindwa kufikiri, wanageuzwa kuwa chombo kama mtutu, kwamba ukigusa, ukiminya trigger risasi inatoka bila kujiuliza. Vijana wangu, mtafakari. Na mimi nasema hapa madhabahuni pa Bwana. Sasa vijana wamedhihirisha jinsi wanavyodanganyika na mitandao. Sasa tupaze sauti. Sasa ninawasihi na ninawaomba na ninawaelekeza, yule anayekuita kuandamana, hakikisha amekuja, umemuona anatangulia. Yule anayekushawishi uandamane kwenye mtandao, kwa njia ya mtandao, hakikisha ndio anatangulia, na watoto wake na baba yake na mama yake, na wewe ndio ufuate. Bila hivyo, tulia nyumbani. Na Mungu awabariki kwa kukaa wapi? Msilete matatizo, tusichochee matatizo. Leo hii kuna familia imetoa shukrani, Mungu amewanusuru. Tarehe ngapi? 29. Lakini tumehudhuria kwenye ibada za maziko ya wale waliopoteza maisha. Tarehe ngapi? 29. Tusicheze, tuwe na heshima, tuheshimu mamlaka, na tusibeze viongozi wetu. Na neno la Mungu linasema heshimu nini? Na usihujumiwe na mtandao kwamba sijui mamlaka haramu. Neno la Mungu linasema hata watawala wabaya, licha basi ya wale wema, mwaheshimu. Kwa hiyo ninawahimiza tusikie hilo, tukae nyumbani. Vijana wangu wa Kipa Imara, ninawaombea Mungu wote tufikie Krismasi, tusherehekee, tufikie mwaka mpya na twende shuleni. Usije ukajipeleka, usije ukapeleka bendera kufuata upepo. Serikali imetuagiza na imetuelekeza tukae wapi? Kaa kwa baba yako na mama yako. Usiende kushangaa barabarani. Unaweza ukashangaa ukajikuta unaanza kutembea, ukakumbana na cha kukumba. Mungu aepushe balaa hiyo. Kila mtu akae wapi? Hatujazungumza kwa sauti ndogo, tumezungumza kwa sauti kubwa, lakini ni sauti ya Baba. Mungu atuepushe kabisa na balaa na changamoto za tarehe 29. Aliepushe taifa hili, na Mungu atusaidie. Haya, makofi kwangu tafadhali.